Kibali cha mtu kinaweza kuibiwa? Na ni wakati gani kinaweza kuibiwa? Na ni madhara gani yatampata mtu akiibiwa kibali? Sasa naomba nifundishe taratibu. Nikufundisha tu vizuri ili uweze kuelewa. Usikilize vizuri sana. Wewe mwenye daftari, andika hivi. Ndiyo, kibali cha mtu kinaweza kuibiwa. Kibali kinaweza kuibiwa. Nafsi ya mtu inaweza kuibiwa. Neema ya mtu inaweza kuibiwa. Na kibali cha kiroho kinaweza kuibiwa. Au hata mamlaka ya kimwili aliyopewa mtu na Mungu au jamii. Katika maisha yetu haya, unaweza ukapata kibali cha kupewa cheo. Unaweza ukapata kibali cha kuwa mama wa familia. Hicho ni kibali. Unaweza ukapata kibali cha kuolewa. Hicho ni kibali. Unaweza ukapata kibali cha kuoa. Hicho ni kibali. Lakini ukijisahau, hicho kibali kinaibiwa. Sasa namba moja, kibali unaweza ukakiondoa mwenyewe kwa uzembe wako. Na watu tuliookoka tutakiwi kuachilia kibali kiondoke kwa uzembe. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kijana umepata kazi, vijana mnakwenda kuajiriwa. Mkataba na usaini, kibali kimekuangukia wewe kwamba wewe utakuwa mfanyakazi wa shirika letu. Unasaini, wako mtiifu. Unamaliza kusaini. Sasa ukishamaliza kusaini, ulikuwa na heshima wakati hujawa na nini? Yaani ukawa unawasalimia wote. Yaani ukimkuta hata mlinzi, shamo, sasa umeingia sasa. Nakwambia husalimii, nakwambia hufanyi kazi yako vizuri kama mzee alivyokuwa anasema, baada ya kuingia saa 1 unaingia saa 3. Sasa maana yake ni kwamba kile kibali ulichokuwa umekipata wakati wanakuteua, unaanza kukiondoa mwenyewe kwa wale wakubwa. Mwisho wa siku unaonekana wewe kazi zako hufai, wanaanza kufanya kazi na wewe kwa kukuvumilia. Ikitokea redundancy, wewe ndio utakuwa wangapi? Wa kwanza. Kwa sababu gani? Kibali chako kimeshafanya nini? Kimeshaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa iko hivi ndugu zangu. Mungu anapokupa kibali katika eneo lolote, kitunze hicho kibali. Umche Mungu, nyenyekea, yasionekane mabadiliko ya aina yoyote. Kama ulikuwa mwombaji, ongeza maombi. Kama ulikuwa mwimbaji, ongeza kuimba. Kama ulikuwa mtoaji, ongeza kutoa. Utamuona Bwana atakuinua. Sauli alipoteza kibali chake alichopewa na Mungu aliye hai kwa sababu ya kutokutii. Ameambiwa, ameagizwa, yeye akaenda kufanya ya kwake. Hebu kila mmoja tafakari kibali ulicho nacho. Kibali Bwana alichokupa hivi ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Neema ni upendeleo. Sio kwamba ni lazima. Neema ni upendeleo. Kuna mambo mengi leo yanatokea kwa sababu gani? Tumeharibu vibali vyetu. Tumeachia. Tunaishi kwa mazoea. Chunga sana. Linda kibali chako. Linda neema ulio nayo kwa kumcha Mungu mahali hapa. Kwa maombi, kwa kusoma neno, kwa kuhudhuria ibada. Linda, ndio utakuwa usalama wako. Usikubali kibali chako kiondolewe na hasira. Biblia inasema makwazo hayana budi kuja. Usikubali neno moyoni uliweke. Usikubali ubaya wowote uweke moyoni kwa mtu yeyote. Toa moyoni kabisa. Alafu mwambie Mungu, naomba unijaze kibali. Unajua ukiwekwa kibali, maana yake ni kwamba kila neno utakalolitamka Mungu atalifanya. Kwa jina la nani? Wangapi wanasema watatunza kibali chao? Umetoka wapi? Fire!
Pigo ya kwanza. Asante Jacob. Pigo ya pili. Pigo ya tatu. Haya, 1, 2, 3. Uliyeiba kibali cha huyu. Fire! Pigo ya kwanza. Pigo ya pili. Pigo ya tatu. Unafanya nini? Ya moto. Ya moto. Haya, umwachie kuanzia sasa hivi. 1, 2, 3. Unafanya nini humu? Fire! Toka, unafanya nini humu? Leo ni mwisho. Rudisha kibali chake. Rudisha kibali chake. Rudisha. Rudisha kibali chake, rudisha. Haya, rudisha. Mlikotoka, rudisha. Haya, rudisha. Wewe jini Maimuna. Haya, bye. Jini nyoka, bye. Na tia moto kwenye carpet. Moto kwenye carpet, moto. Haya. Aga. 1, 2, 3. Uliyekaa humu, uliyechukua kibali chake, usimsumbue. Na huyu usimsumbue. Namfungua